Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 nitasoma. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mtu wa Mungu, tukiwa duniani, sisi tuliomwamini Kristo lazima tujue shabaha yetu ni kitu gani. Shabaha yetu sisi ni kuja kuingia mji mtakatifu, Yerusalemu mpya. Unaitwa mji mtakatifu, sio mji muovu, sio mji mchafu, mji mtakatifu. Na neno la Mungu linasema kwamba watakao ingia pale si wale wasemao Bwana, Bwana, lakini ni wale watakao fanya mapenzi ya huyo Bwana. Si kwamba kusema Bwana, Bwana ni dhambi. Si dhambi kusema Yesu ni Bwana. Lakini ni kwamba unapomwita Bwana iwe pia unayafanya mapenzi ya huyo Bwana. Maana kuita Bwana peke yake haimaanishi unampenda huyo Bwana. Lakini upendo uko pale kwamba unamwita Bwana na tena umtiifu kwa huyo Bwana katika maagizo na amri anazokuagiza. Lakini mimi niko hapa ya kwamba watakao ingia pale si wale wanaoitanishwa tu na Bwana, lakini ni wale wanaoitanishwa na Bwana na wafanyao hayo ambayo Bwana anawaagiza, mapenzi ya Mungu. Maana kule mbele kuna kuingia katika ufalme wa mbinguni, kuna kuingia Yerusalemu mpya, ama kuna kukosa kuingia Yerusalemu mpya. Hilo natakana ulifahamu. Kuna kuingia na kuna kukosa kuingia. Lakini watakao ingia ni hawa, wale wafanyao mapenzi ya Bwana wao. Unayafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni gani? Mapenzi ya Mungu ni haki ya Mungu. Yote anayokuagiza Mungu ndani ya neno lake, kisha kwamba unayashika hayo. Maana wengi wanasema tumeokoka, tunaenda kanisani, wengine wanaimba, wengine wanahubiri, wengine wanafanya lile na lile kwa ajili ya Mungu. Lakini hiyo kufanya hili na lile kwa ajili ya Mungu haijatosha bado. Lakini mnapofanya, mnapoimba, mnapohubiri, ama hata mnapoenda kanisani na hata mnamuombapo, mufanye na hili. Mufanye, muhakikishe kwamba mnafanya yale ambayo mnaagizwa na neno la Mungu. Msifanye yenu. Wahubiri, mnapohubiri injili haitoshi, lakini kuhubiri injili na kuhakikisha kwamba mnashika yale atakayo Mungu. Neno la Mungu linasema hivi katika Mathayo 5:19 ya kwamba yeye anayeshika amri hizi na kuzifundisha ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Lakini yeye azivunjaye sheria hizi na kuwafundisha watu kufanya hivyo ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo wahubiri, muhakikishe kwamba mnaposikia, mnapofundisha, mnapohubiri, na muhakikishe na mnashika amri za Mungu. Waimbaji, si kuimba tu peke yake kwamba hiyo inatosha, lakini muhakikishe mnashika na maagizo yake. Maana imeandikwa, inawapasa wanyofu wa moyo katika kumsifu Mungu. Kitabu cha Mithali 33 mstari wa kwanza. Kitabu cha Zaburi 33 mstari wa kwanza. Kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kwa hivyo si mambo ya kufanya huduma tu kama vile tunavyofanya sasa, lakini huduma hiyo unaifanya ukiwaje na wewe. Kile unachofundisha, kile unachofanya
kwa ajili ya Mungu, unatakana ukifanye katika haki na utakatifu. Utapata kibali mbele za Mungu. Maana neno la Mungu linasema kwamba si wote wasemao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Ngoja nirudie usikie. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo lazima ufanye mapenzi ya Mungu. Unapoenda kanisani, unapoomba, unapohubiri, unapoimba vizuri, unafanya sawa. Lakini hakikisha kwamba na wewe unasimamia neno la Mungu. Sio unaimba, unahubiri, wewe umeweka mtu kinyumba ama umewekwa kinyumba. Wewe ni mzinzi, wewe ni mtu unayedhulumu. Namna hiyo huwezi fanikiwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini siku ya mwisho watu hao watasema, Bwana Bwana, sisi tulifanya hili na lile. Sisi tulikutumikia, tulienda kanisani, tuliabudu sana, tuliimba, tulihubiri, miujiza tulifanya, watu tuliombea. Lakini Mungu atasema hapana, sikuwajua ninyi. Maana hayo peke yake hayawezi kukupatia tiketi au hayawezi kukupa kibali cha kuingia katika geti ya Yerusalemu. Lakini kitakachokupa tiketi na nafasi ya kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kufanya lile atakalo Mungu. Maana mapenzi ya Mungu ni yale atakayo Mungu. Yale atakayo Mungu. Mungu hataki uzinzi. Kwa hivyo kama unafanya sio mapenzi ya Mungu. Mungu hataki wizi. Kwa hivyo kama unafanya si mapenzi ya Mungu. Mungu hataki uongo. Mungu hataki chuki. Mungu hataki udhulumu. Kwa hivyo kama unafanya hayo yote, dhuluma, chuki, wizi, uongo, uzinzi, uasherati, fahamu kwamba haya yote ambayo umekuwa ukifanya mpaka sasa sio mapenzi ya Mungu. Na sasa lazima uanze kutafuta ni yapi mapenzi ya Mungu. Kuacha uongo na kuanza kusema ukweli katika maisha yako. Kama umeolewa, katika ndoa yako, na hata na kule kwingine, kazini, nyumbani, wewe na mke wako, wewe na mchumba wako, hakikisha kwamba mnakuwa watu wa kusema kweli, basi mtafanikiwa. Ni mambo mengi, si hilo lenye nimesema peke yake, lakini ni mambo mengi. Nimekuambia mapenzi ya Mungu ndiyo yanayohitajika katika maisha yako. Udhalimu wote ambao umekuwa ukifanya, kama ni kudhulumu, kama ni mambo ya uongo, ni uasherati, ni chuki, ni dhuluma, hayo yote sio mapenzi ya Mungu. Na hayo ndiyo yatakayofanya wengi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maandiko yanasema hivi katika Wagalatia 5:19 ya kwamba na matendo ya mwili ndio haya: uasherati, chuki, uzinzi, ugomvi, manunguniko, uchawi, na wote watendao mambo ya jinsi hii na waambia mapema ya kwamba hawawezi urithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo watu watendao mambo yale yote ambayo na wewe umekuwa mmoja wao, hakikisha kwamba sasa unayaacha katika maisha yako kama unataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nisome hapa chini. Hapa chini panasema hivi 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kumbe hawakujulikana mbele za Mungu. Mungu hawezi kukutambua kama wewe ni muongo. Mungu hawezi kukujua kama wewe ni mwizi. Mungu hawezi kukutambua kama wewe ni kahaba. Mungu hawezi kukutambua kama wewe unaweka kinyumba. Mungu hawezi kukutambua kama wewe ni gay, kama wewe ni shoga, kama wewe ni kahaba. Mungu hawezi kukutambua. Kama wewe ni muongo, Mungu hawezi kukutambua. Kama wewe ni mtu unadhulumu watu, wewe ni mtu unatukana watu, wewe ni mtu unasema uongo, Mungu hawezi kukutambua kabisa. Siku ile atasema, ondokeni kwangu ninyi mliokuwa watendaji wa udhalimu. Basi ni ya nini? Ni wakati nafasi ipo, unaweza ukatenda mema. Jitahidi mama, jitahidi baba, jitahidi kijana kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanajulikana wazi. Ukisimama katika hayo, Mungu atakujalia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sikiliza hapa chini, nisome tu kwa haraka. Hapo Mathayo 7, hapo chini yake nitasoma hapa hivi.
basi kila asikiaye 24, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Yeye asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Yule anayesikia na kuyafanya, maandiko anasema huyo atafananishwa na mtu mwenye akili. Yule ambaye huwa analisikiliza neno, ambaye amekwisha kufahamu mapenzi ya Mungu ni gani, na alafu anayafanyia kazi mapenzi ya Mungu. Amekwisha kujua ya kwamba uongo ni dhambi, ya kwamba uzinzi ni dhambi, chuki ni dhambi. Sasa alipofahamu ya kwamba haya yote ni dhambi, huyo mtu alianza kufanya zoezi ya kuyaondokea na kutenda yale yanayofaa. Sasa kama alikuwa muongo, aliacha uongo, sasa akaanza kusema kweli. Kama alikuwa mzinzi, alihakikisha wale wote aliokuwa nao, aliokuwa anatembea nao, alihakikisha wote anaachana nao na kutangaza kwamba sasa nimeokoka. Huyo maandiko anasema atafananishwa na mtu mwenye akili. Huyu ni mtu aliyesikia, na aliposikia hakuachia katika kusikia, lakini alienda mbele na kuhakikisha kwamba anafanya kile alichosikia. Maandiko anasema atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mafuriko yalipokuja, mvua ilipokuja, upepo ulipokuja, ulipiga nyumba ile, lakini haikuanguka. Maana yake ni hii, ya kwamba siku hukumu itakapokuja juu ya wanadamu, wewe haitakupata, kwa sababu wewe ni mtu mwenye akili. Wewe ni mtu uliyesikia neno la Mungu na kulishika. Wewe ni mtu uliyefanya mapenzi ya Mungu. Hata kama kuna hukumu inakuja mbele, wewe hautakuwa miongoni mwao watakaoingia katika hukumu ya Mungu. Utasimama. Maandiko anasema wanaomtumaini Mungu ni kama mlima Sayuni, hautatingiswa milele. Kwa hivyo hukumu itakuja, lakini si kwako, lakini haitakuangusha, lakini hautazama katika ziwa la moto, kwa sababu wewe ulijengwa juu ya mwamba. Ulijengwa ndani ya Kristo. Ulijengwa ndani, maana mwamba ni Yesu. Sikiliza hapa mbele. Kunasema hivi. Mstari wa 26, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Maandiko anasema sasa, na mtu asikiaye maneno yangu, mtu asikiaye maneno ya Mungu asiyashike, Yesu anasema mtu huyu atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, ambapo mafuriko yalikuja, upepo ulivuma ukaja, kimbunga kilipiga pale, nyumba ile iliweza kuanguka. Maana yake ni mtu huyu ambaye ameishi vile anavyotaka, amelielewa neno la Mungu, amejua mapenzi ya Mungu, amejua ya kwamba hii ni dhambi, lakini ameendelea kufanya. Amejua kwamba uzinzi na uasherati ni dhambi. Ameelewa vizuri ya kwamba uongo ni dhambi. Ameelewa vizuri ya kwamba ufisadi na dhulma ni dhambi, lakini bado alizidi kufanya. Maandiko yanasema mtu huyo atafananishwa na nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Mafuriko yalikuja, yalipiga ikaanguka. Mvua ilinyesha ikapiga ikaanguka. Upepo ulivuma ukapiga ikaanguka. Ni maana yake nayo iko hapa, ya kwamba siku ile hukumu itasimama, haitakusaza. Siku hukumu itakaposimama, itapita na wewe. Maana hukujengwa juu ya mwamba, ni ujengwe juu ya mwamba peke yake ndio uko salama. Na mwamba ni Yesu Kristo. Hakuna mwingine anayeweza simamia kesi yako ukawa salama isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Hakuna wakili anayeweza kukutetea ukafanikiwa isipokuwa Yesu peke yake. Hakuna wakili mwingine kule mbele ambaye anaweza kusimamia kesi yako ukafanikiwa ila Mungu peke yake, Yesu peke yake. Hivyo ninakusihi sana, uhakikishe kwamba unajenga maisha yako juu ya mwamba. Lisikie neno, lishike neno, ishi katika neno, na wewe utaweza kufanikiwa katika maisha yako. Au utatikisika, hukumuni hutaingia. Hukumuni hutaingia. Kwa hivyo weza kupima vizuri na Mungu atakubariki. Amina. Amina. Yesu akubariki sana. Unaweza subscribe na hata pia ukasaidia tu kusambaza ujumbe huu kwa wengine. Huo ndio msaada labda peke yake ndio naweza kuomba kwako, na wale wengine pia nao waweze
kusikia na kuelewa Mungu anataka nini. Mungu akubariki sana. Amen.